Unakwenda na nani kati ya hawa? Hebu tusikilize kisa hiki, kisha tuchague cha kujifunza. Anakumbuka kipande cha sigara alichokizima kwenye stuli kabla ya kuanza mchezo hatari uliokaribia kuondoa uhai wake. Sasa ameumaliza mchezo na kuirudia sigara yake. Anakipapasa kiberiti alichokiterekeza kando yake. Sigara mdomoni, kisha njiti ya moto inafuata. Anavuta hewa ndani na bila kutoa, anaiondoa. Anazima kwanza njiti kwa kupeperusha hewani, kisha anaiondoa sigara mdomoni kwa kutumia dole gumba na shahada. Moshi mwepesi unatoka, unaungana na kimya cha muda mrefu kilichofubaza chumba baada ya purukushani. Unavuta kabla na baada ya tendo. Sauti nzito kutokea kitandani inasikika. Ni Sunubi ambaye nusu ya maungo yake yapo wazi, baadhi yakisitiliwa na kipande cha shuka nyeupe jepesi. Alijikusanya na kukaa sawa baada ya kumtazama mwenza wake kwa muda mrefu. No, huwa ni baada ya kufanyiwa vile nafsi inapenda. Mwashi ilivuta sigara kwa pafu moja, akaendelea kuongea, sigara ikiwa bado mdomoni. Hivi umenipa vyote au kuna baadhi umebakisha? Mwashi alisema, akiendelea kuimaliza sigara yake kushushia utamu uliopata muda mchache uliopita. Sidhani, nimefanya kawaida tu. Labda ulikuwa na ugwadu ukajiachia vile unavyoona inafaa. Oh shit! Akaiondoa haraka sigara yake mdomoni kabla hajaongezewa maneno asiyotamani kuyasikia. You are fucking monster. Sijawahi kukutana na jabari la nguvu lenye utamu kuzidi wewe, mamba. Macho yake hakuyaondoa mwilini mwa Sunubi. Sunubi akatikisa kichwa kusikasi, kukataa. Mkono wa kiume ukilipangusa jasho pajini. Umesema huna dem, sio? Mwashi aliuliza. Kile kipande cha sigara akakisigina tena kwenye stuli kikazima. Hakuacha kumtazama Sunubi. Yap, Sunubi alijibu. Basi nimekuwa mwenyeji wako. Muda wowote, saa yoyote, nitakuwa hapa. Mwashi alihitimisha kauli tata iliyopanua mdomo wa Sunubi. Sasa alinyanyuka. Kitambaa kilichomsitiri kikamwanguka. Mchoro wa tatuu kubwa ya nyoka ulitawala mgongo wake. Shanga moja matata shingoni, kikuku kikiushikilia vyema mguu wake kushoto. Akatembea kuelekea meza kubwa alipohifadhi vitu vyake vingine alivyowasaula kabla ya tendo. Akaanza kuvaa kimoja kimoja. Pumzi nyepesi ikapita shingoni mwake, kisha mikono ya Sunubi ikazunguka kiuno chake taratibu, mithili ya kipofu atafutaye sehemu ya kukanyaga. Wewe kufika hapa upendavyo? Hapana, siafikii kabisa, Sunubi alisema. Kwa nini? Aliulizwa. Sunubi anamgeuza Mwashi hadi kutazamana, maumbile yakioneana geri, mithili ya asali kwa ulimi. Akapangusa vitu vilivyokuwa kwenye meza hadi kupatikana nafasi, akamnyanyua Mwashi na kumkalisha. Muda bado, ni hadi baadhi ya vitu vitakavyokuwa sawa, Sunubi alijiuma. Kama? Aliulizwa tena. Kama? Aliulizwa tena. Safari hii hakujibu. Hakutaka kumpa sababu ya kumzuia kuendelea kufika nyumbani kwake, ingawa hakuwa na mpenzi. Alimtazama Mwashi kwa kina, kuhakikisha kama kweli zuio lake lilikuwa na uhakika na manufaa. Akatikisa kichwa kujikubali kuwa Mwashi hapaswi kuizoea nyumba yake. Alisawili kichwa cha kupooza kilichopigana vita nyingi za ujana. Shingo ndefu, yenye tatuu ya kipepeo sambamba na mchoro wa jina la mtoto aliyempoteza miaka 9 iliyopita. Kifuani kuna tatuu nyingine, ua la sumu liotalo Mashariki ya Kati, likiwa na maana ya kifo ni uhai unaofuata. Akamtazama tumbo, mapaja, miguu hadi vidole. Mwashi hakufanania na aina ya mwanamke ambaye Sunubi anamhitaji. No, nitakwambia tu, muda bado. Ndio njama zenu wanaume. Ukishaonja utamu wa mwanamke aliyekuhangaikia kwa masiku, basi unatafuta nafasi ya kumweka mbali. Sasa nikwambie, kwangu umenoa baba. Hunipi sababu ya zuio lako, basi utaniona hapa muda wowote nitakao. Mwashi aling'aka. Ni dhahiri alishajua njama za Sunubi bila kutafakari Sunubi ameona nini kwake kiasi cha kumwekea mipaka baada ya usiku mmoja tu. Ni mapema sana kuishi kinyumba. Natamani uwe muelewa na uje wakati nitakao kuhitaji tu, hadi nikupe notification. Sunubi alikazia.
safari hii Kiingereza kikiwa lugha ya kukimbilia. Wapo wanawake ambao wakishapata kizuri wanakuwa tayari kukiachia kiende, lakini si mimi, Mwashi. Kwa namna ulivyoniwezea, hakuna mwanamume mwingine atakayeniwezea sambamba au zaidi yako. Nimeamua kushikilia hapa. Msisitizo anautoa Mwashi. Bila shaka ameamua na hawezi kutoka kamwe. Sunubi alimwachia Mwashi, akarudi nyuma hatua kadhaa na kuketi kitandani. Akakiangalia chumba chake pande zote na namna fenicha na rangi zilivyokipendezesha. Hakuna mwanamke atakayeacha kutamani hiki chumba, na mtoaje? Aliwaza. Alijua fika kila mwanamke anatamani aina ya maisha ambayo yeye amejiwekea, lakini kimaisha jibu lake halikuwa Mwashi. Kwake Sunubi, kwa namna alivyojijengea maisha na heshima, hadhi na mazoea, elimu na utamaduni, si wa kuonekana na mpenzi aina ya Mwashi. Mkutano wake na Mwashi ulikuwa wa hit and run, au Wachaga wanasema one night stand. Hakutegemea kama atakutana na upinzani wa Mwashi. Tutauana, Mwashi alimaliza. Jamaa alichoka. Vipi mdau? Unakwenda na nani hapo? Niachie jibu kwenye comment. Usisahau kunifollow kama Hadithi za Mkandarasi. Kwa mara nyingine tena, kwaherini.